Je, rafiki yangu, hebu niulize swali moja rahisi lakini lenye uzito wa maisha yako yote. Ni maamuzi mangapi unayoyafanya kwa kweli kwa hiari yako mwenyewe? Ni fikra zipi ni zako halisi na zipi ziliingizwa polepole ndani yako bila wewe kujua? Katika dunia hii inayozunguka kwa kasi, ambapo kelele za nje zimekuwa nyingi kuliko sauti yako ya ndani, wengi wetu tunatembea huku tukiwa hatujui kwamba tunaishi ndani ya mtego wa ushawishi. Tunavaa tabasamu la wengine, tunafuata ndoto ambazo si zetu, tunatafuta sifa, kupendwa, kukubalika kwa gharama ya utulivu wetu wa ndani. Tunaweza kuonekana huru, lakini mioyo yetu imefungwa kwa minyororo isiyoonekana. Hii ndiyo hali ya kuwa chini ya ushawishi, hali ya kuishi kwa maamuzi ambayo hayakutoka kwako, bali yaliingizwa taratibu kama sumu isiyo na ladha. Lakini leo nataka nikuambie kitu ambacho wanafalsafa wa kale, Stoics, walijua kwa hakika, kwamba uhuru wa kweli haupatikani kwa kubadilisha ulimwengu, bali kwa kujua kinachodhibitika na kinachokupita. Kwamba hakuna mtu, hakuna mfumo, hakuna jamii yenye uwezo wa kukupeleka mbali na nafsi yako, isipokuwa ukiruhusu. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho hakichukuliwi, hakiharibiwi na hakizuiliwi, ni nguvu yako ya kuchagua jinsi ya kufikiri, kuhisi na kuishi. Kwa hiyo, leo tunaanza safari ya macho ya ndani. Leo tutataja ishara 10, onyo 10 kwamba tayari unashikiliwa bila kujua, kwamba mawazo yako, hisia zako na maamuzi yako yanachezewa kama vikaragosi. Lakini sio tu kuonyesha minyororo, bali pia kufundisha jinsi ya kuikata. Kwa kila onyo, tutaleta hekima ya Stoic, sauti ya Epictetus, ya Marcus Aurelius, ya Seneca, ambao walitembea katika dunia yenye machafuko, lakini wakabaki huru ndani ya nafsi zao. Hii si hotuba ya kuwalaumu wengine. Hii si maneno ya hasira. Ni mwaliko wa kutambua na kutawala nguvu yako ya ndani. Kwa sababu hakuna mtu atakayekupa uhuru wako. Lazima ujikomboe mwenyewe. Kwa hiyo kaa karibu. Fungua moyo. Kumbuka maneno haya, huwezi kutawala upepo, lakini unaweza kutawala mwelekeo wa meli yako. Na sasa, hebu tuanze na onyo la kwanza. Kuna aina ya utumwa ambayo haivunjwi kwa minyororo, bali kwa maneno mepesi, tabasamu la bandia na hofu ya kutoeleweka. Ni utumwa wa ndani, ambapo mtu huacha akili yake ipangwe na watu wanaomzunguka. Ni hali ya mtu kuishi kwa ajili ya sifa, kuomba ruhusa ya kufikiri, na kujinyima kile anakojua ni sahihi kwa sababu ya kuogopa lawama. Hii ndiyo ishara ya kwanza ya kuwa unadhibitiwa. Kutafuta idhini ya wengine kila wakati. Hebu jiulize kwa uaminifu mkuu, ni mara ngapi umeamua kuvaa kile ambacho wengine wanapenda, si kwa sababu kilikufaa, bali kwa sababu uliogopa kuonekana tofauti? Ni mara ngapi umezuia kusema ukweli wako, si kwa sababu hukujua la kusema, bali kwa sababu uliogopa kupoteza mapenzi yao? Ni mara ngapi umefanya maamuzi makubwa kwa ajili ya familia, jamii, marafiki, lakini moyoni ulikuwa ukipiga kelele, ukiwa na maumivu ya kimya? Watu wengi hutumia maisha yao yote wakitafuta ridhaa ya wale wanaoangalia kwa dakika 5 tu. Na kila wanapopata sifa, wanahisi fahari ya muda. Lakini kila wanapokosolewa, wanatetemeka, wanaanguka, wanauliza, je, mimi si kitu? Na hapo ndipo mamlaka halisi ya maisha yao huondoka mikononi mwao na kuingia kwa watu wasiohisi uzito wa nafsi zao. Epictetus alisema, ukihitaji watu wakubali maamuzi yako ili uhisi thamani, basi wewe si huru. Kwa Stoic, ukubali wa watu ni zawadi ya hiari, si sharti la heshima binafsi. Kwa sababu hakuna heshima ya kweli inayotoka nje. Heshima halisi huanza unaposema, najua nilichokifanya ni cha haki, hata kama dunia nzima hainielewi. Tunapojifunza kuishi kulingana na misingi, si hisia za watu,
tunajenga msingi usiotikisika. Hatuingi kwenye mtego wa kila sifa na lawama, kwa sababu dunia inaweza kubadilika kila dakika, lakini maadili ya kweli hayaishi mabadiliko. Je, unataka kufurahisha watu kila wakati? Basi jiandae kuwa mtumwa wa kila upepo wa maoni. Leo watapenda bidii yako, kesho watasema unajipendekeza. Leo watakuita shujaa, kesho watakuita mjinga, na utatupwa huku na kule kama majani yaangukayo kwenye mto. Lakini ukichagua kutulia kwenye msingi wa busara kama jiwe thabiti linalokataa kusogea, utaona ukweli huu, kwamba hakuna mtu anayepaswa kuwa hakimu wa maisha yako isipokuwa dhamira yako. Na dhamira hiyo ukilea vizuri kwa mazoezi ya kila siku ya tafakari na ujasiri wa kusema hapana pale inapofaa, itakuwa nuru isiyoweza kuzimwa hata na kelele kubwa zaidi. Hivyo basi, rafiki yangu, fanya uamuzi huu leo. Usiishi tena kwa ajili ya makofi ya watu. Usijipimie thamani kwa idadi ya sifa au kukubalika. Chukua pumzi. Tazama ndani yako. Uliza, je, kile ninachofanya ni cha haki? Kama jibu ni ndio, basi tembea kwa utulivu hata kama hakuna anayepiga makofi, kwa sababu aliye huru kweli hahitaji ruhusa ya kuishi sawasawa na ukweli wake. Na hilo ndilo onyo la kwanza. Ukiliona ndani yako, usiogope, ni dalili ya macho kuamka. Kwa sababu kuiona minyororo ni hatua ya kwanza ya kuikata. Na kila ukikata kamba ya utegemezi wa sifa, unakaribia kiini cha uhuru wa ndani. Uhuru ambao hakuna mtu, hakuna kundi, hakuna jamii inayoweza kuchukua, isipokuwa ukikabidhi mwenyewe. Kuna hisia inayotafuna ndani ya wengi wetu, polepole, kimya kimya, kama jino linaluza chini ya tabasamu. Ni hatia isiyo na jina kamili, lakini ina uzito wa maisha. Hatia ya kusema hapana, hata kama ulikuwa na sababu ya msingi. Hatia ya kuchagua muda wako, raha yako, au afya yako badala ya kutii matarajio ya wengine. Hatia ya kuweka mipaka. Hii ni ishara ya pili ya kwamba unaathiriwa na ushawishi wa nje. Unajihisi na hatia bila sababu ya kweli. Hebu tafakari. Ni mara ngapi umekubali jambo ambalo hukutaka kwa kweli, kisha ukaishia kujilaumu kimya kimya? Ni mara ngapi umehisi kuwa mbaya kwa kutanguliza amani yako? Ni mara ngapi umesamehe kabla hata mtu hajajuta, kwa sababu uliambiwa kuwa mtu mzuri hasumbui? Kuna hatia ya kweli, ile inayotokana na kosa ulilolifanya kwa hiari, ukikanyaga maadili yako mwenyewe. Lakini kuna pia hatia bandia, ile inayotengenezwa na matarajio ya wengine, inayokulazimisha kubeba mizigo ambayo si yako. Na hatia hayo ya pili ni silaha ya wale wanaotaka udhibiti. Wanapokushindwa kwa hasira, watakushinda kwa huruma bandia. Watakulisha maneno kama wewe ni tofauti siku hizi, au umekuwa mgumu, au umebadilika, lakini ndani yake wanamaanisha hauko chini ya udhibiti wetu tena. Seneca alisema, mwenye busara hupima dhamira yake, si shutuma za wengine. Kwa Stoic, hisia ni alama, si amri. Hisia ya hatia inapaswa kuchunguzwa, si kufuatwa moja kwa moja. Uliza nafsi yako, je, naumia kwa sababu nimetenda kosa, au kwa sababu nimekata minyororo ya matarajio ya wengine? Na ukigundua kwamba unateseka kwa sababu ulijilinda, ulijitunza, au ulisimama kwa haki yako, basi fahamu, hiyo si hatia, bali ni dalili ya kupona. Ni maumivu ya mtu anayevua ngozi ya unyonge na kuanza kuvaa ngozi ya uhuru. Hili ndilo jambo ambalo manipulators hawawezi kuvumilia. Mtu ambaye hawezi tena kutishwa kwa hatia ya uongo. Mtu ambaye anaweza kusema, ninakuelewa, lakini sitajipoteza ili nikuridhishe. Mtu ambaye anajua kwamba huruma ya kweli haianzi kwa wengine, bali kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo, jifunze kupima hisia zako. Kila wakati unaposikia hatia, usikimbilie kuomba msamaha. Kwanza uliza, ni kweli nimetenda kosa,
au nimemtanguliza nafsi yangu kwa busara? Na kama ni jambo la pili, simama imara, kwa sababu dunia hii imejaa watu waliokosa amani, kwa sababu walifundishwa kwamba kuwa mzuri ni kujifuta kila siku kwa ajili ya wengine. Lakini Stoic anajua kutoa kutoka kwenye bakuli tupu sio wema, ni kujiharibu, na kujilinda sio ubinafsi, ni hekima. Hivyo basi, acha hatia za uongo zikufe, zikabidhi kwenye kaburi la imani za zamani. Chukua nafasi yako, simama kwenye ardhi yako ya ndani, nasema kwa utulivu na ujasiri, siwezi kujibadili ili niwe rahisi kumezwa na wengine. Mimi ni mimi, na maadili yangu ndio dira yangu. Kwa sababu mwisho wa siku, aliye huru kweli si yule anayependelewa kila wakati, bali yule ambaye anaweza kupendwa au kuchukiwa, na bado akabaki mwaminifu kwa nafsi yake. Kuna kimya ambacho ni cha hekima, lakini kuna pia kimya ambacho ni cha woga. Kimya ambacho si ishara ya amani, bali ya kunyongwa kwa sauti ya kweli. Na unapojikuta ukimeza maneno yako kila mara, si kwa sababu haujui la kusema, bali kwa sababu unaogopa athari ya ukweli wako, basi fahamu, tayari umeingia kwenye udhibiti wa wengine. Hii ni ishara ya tatu ya kwamba unadhibitiwa. Unanyamaza kila mara ili kuepuka migogoro. Migogoro yenyewe si hatari, bali kukosa ujasiri wa kuikabili ndiko kunawa uhuru. Wanaotaka kukutawala si lazima wakupige kelele au wakufoki hadharani, hapana. Wanaweza tu kukuonyesha kwa vitendo kwamba kila ukisema ukweli wako, utakataliwa au utaachwa au utazushiwa. Na pole pole, unajifunza njia ya kuishi kwa ukimya, kutabasamu bila sababu, kukubali bila ridhaa, kukaa kimya hata pale ambapo moyo wako unapiga kelele. Kwa Stoic, huu ni usaliti wa nafsi, kwa sababu falsafa ya Stoicism haikufundishi kuepuka matatizo, inakufundisha kuwa thabiti katikati ya matatizo. Epictetus alisema, si majanga tunayopaswa kuyaogopa, bali jinsi tunavyoamua kuyakabili. Na mtu anayekaa kimya kwa sababu ya hofu, si kwa sababu ya hekima, tayari ameacha maisha yake yaamuliwe na hofu hiyo. Hebu tafakari, ni mara ngapi umekaa kwenye meza ambapo ulisikia dhuluma ikisemwa, lakini ukanyamaza kwa sababu hutaki vurugu? Ni mara ngapi rafiki au ndugu alikuvuka mipaka, lakini ukaweka tabasamu kwa sababu uliambiwa kuwa mpole? Ni mara ngapi umekubali uongo kwa sababu kusema ukweli kungesababisha mgongano? Migogoro sio adui wako. Woga wa kukosana ndio adui wa uhuru wako. Kwa sababu kila unaponyamaza, unafundisha wengine kwamba sauti yako haina thamani. Na pole pole, hata wewe mwenyewe unaanza kuamini hivyo. Stoic anaongea kwa wakati sahihi, si kwa hasira, bali kwa msimamo. Hawakimbii ukweli kwa hofu ya kugombana. Wanajua kwamba kimya kisicho na busara ni aina ya kibali, ni kusema ndiyo kwa udhalimu, kwa kutosema hapana. Hivyo basi, jifunze kutofautisha amani ya kweli na amani bandia. Amani ya kweli hujengwa juu ya ukweli. Amani bandia ni giza la ukimya wa waliogopa kusema. Na ukitaka kweli kujikomboa, lazima ujifunze kusema. Sema ukiwa mtulivu, lakini sema. Sema ukiwa na heshima, lakini sema. Sema kwa sababu ukinyamaza kwa muda mrefu, sauti yako haitasikika tena hata na wewe mwenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku, mtu huru si yule anayekubalika na kila mtu, bali ni yule ambaye anaweza kukaa pekee na bado akakumbatia sauti yake kama rafiki wa kweli. Kwa hiyo, rafiki yangu, acha kimya kisichotoka kwenye hekima kife. Zungumza, simama. Na ukikumbana na migogoro kwa sababu ya kusema ukweli, basi fahamu, hiyo ni bei ndogo ya kulipa kwa ajili ya heshima ya nafsi. Unajikosoa kila wakati kwa kila jambo linaloshindikana, hata lisilokuwa chini ya uwezo wako. Kuna watu ambao
kila kitu kikiharibika, hata kama hakikuwa mikononi mwao, wao husema, lazima kuna kitu nilikosea. Mvua ikinyesha ghafla na kuvuruga mipango, wanajilaumu. Mtu mwingine akikasirika bila sababu, wanajiona ndio walichochea. Uhusiano ukivunjika, hata kama walijitoa kwa dhati, wanabeba lawama yote. Huu ni mzigo mzito wa hatia ya kudumu, na ni mojawapo ya silaha kuu za wale wanaotaka kukutawala kwa ndani. Hii ni ishara ya nne ya kwamba unadhibitiwa. Unajikosoa kila wakati kwa kila jambo linaloshindikana, hata lisilokuwa chini ya uwezo wako. Kwa nini? Kwa sababu ulifundishwa kuamini kwamba kuwa mzuri ni kuhakikisha kila mtu yuko sawa, kwamba furaha ya wengine ni jukumu lako, kwamba ukiwa na amani na watu wote, basi wewe ni mtu mwema. Lakini Stoic anajua kwamba hii ni hadithi ya hatari, hadithi ya kumfanya mtu awe mtumwa wa hali zisizodhibitika. Marcus Aurelius alisema, mambo mengi hutokea duniani bila ruhusa yetu, bila utashi wetu, na bila sisi kuwa chanzo chake. Kwa hivyo, kwa nini ubebe mzigo wa dunia yote, wakati hata dunia yenyewe haikukupa jukumu hilo? Kama mtoto akilia kwa sababu ya ndoto mbaya, je, utajilaumu? Kama rafiki yako yuko na huzuni kwa sababu ya majeraha ya zamani, je, hiyo ni kosa lako? Kama mtu anachukia ukweli wako, je, lazima ubadili hadithi yako ili wamfurahishe? Hapana, kwa sababu ukianza kubeba lawama kwa kila jambo, basi kila mtu atajifunza kukutwika mzigo wao, na polepole utaweza tena kutofautisha kosa la kweli na lawama ya kufinyangwa. Utakuwa kama mti unaojilaumu kwa sababu mvua haikunyesha, jambo ambalo haliko kwenye mizizi yake. Hekima ya Stoicism ni kutofautisha kilicho mikononi mwako na kilicho nje ya uwezo wako, kwa sababu mtu anayechanganya hivi viwili ataishi maisha ya kujinyonga polepole. Ataomba msamaha kwa hali ya hewa, kwa hisia za wengine, kwa mawimbi ya bahari. Na hapo ndipo kila mmoja atamwona kama mtego wa lawama, rahisi kutumia, rahisi kupoteza. Hivyo basi, ukiona jambo limeharibika, simama. Tafakari kwa uaminifu. Je, nilifanya sehemu yangu kwa uadilifu? Je, nilikuwa na nia safi? Na kama jibu ni ndio, basi acha hilo jambo likwenye makaburi ya yasiyodhibitika. Usilitazame tena. Usijichape kwa fimbo ya hatia bandia, kwa sababu mtu huru ni yule anayejua kujitathmini, si kujilaumu. Anajua kwamba kutokea kwa majaribu si ishara ya kosa, bali ya maisha yenyewe. Na kila wakati unajilinda dhidi ya lawama zisizostahili, unajijengea ukuta wa heshima ya ndani. Kwa hiyo, rafiki yangu, acha kujifanya chanzo cha kila jambo. Hujaja duniani kuwa mkombozi wa hisia za kila mtu. Wewe ni nafsi moja, yenye mipaka, yenye heshima. Fanya unachoweza kwa nia safi, kwa ujasiri, kisha acha dunia ifanye iliyobaki. Kwa sababu heshima yako haipaswi kutegemea hali zisizo mikononi mwako, bali msimamo wako mbele ya hizo hali. Na msimamo huo, ukiwa wa haki, hauhitaji lawama wala sifa. Unasimama peke yake kama mlima mbele ya upepo. 5. Unabadili tabia yako ili usivunje matarajio ya wengine. Kuna maisha yasiyo ya mtu, lakini mtu huyo anayavaa kama mavazi ya kila siku. Anaamka akiwa na ndoto zake, lakini anazificha. Anapenda vitu fulani, lakini anajifanya havina maana. Anasema, anatabasamu, anaishi, lakini si kama yeye, bali kama kivuli cha matarajio ya wengine. Hii ni ishara ya 5 ya kwamba uko chini ya ushawishi wa udhibiti wa hila. Unabadilisha tabia yako ili usivunje matarajio ya wengine. Wale wanaotaka kukutawala hawatakulazimisha moja kwa moja. Watakuonyesha tu maumivu ya kukatisha tamaa yao. Watakuonyesha ukimya wao unapokataa. Watakuonyesha baridi yao unapochagua wewe mwenyewe. Na polepole utajifunza kuvaa tabia inayokubalika kwao, hata kama ni nguo inayokuuma kila siku. Kwa mtazamo wa Stoicism,
Hii ni aina ya kujikana nafsi inayoa polepole, kwa sababu Stoic hajengi maisha yake juu ya ridhaa ya wengine, bali juu ya kanuni zile za ndani zisizoyumba, zisizobadilika kama upepo wa sifa au lawama. Epictetus alisema, watu huchukia kile wanachokihofia na hukipenda wanachodhibiti. Kwa hiyo, kama unataka upendwe kwa ukweli wako, jifunze kuishi pasipo kuogopa kupoteza upendo wa wale wasiokukubali bila vinyago. Ukweli ni huu: kila unapobadilisha tabia yako ili uwafurahishe wengine, unawaambia, thamani yako ni ya juu kuliko uhuru wangu. Na unaposema hivyo mara nyingi, nafsi yako huanza kushuka thamani machoni pako mwenyewe. Wewe si kioo cha matarajio ya watu. Wewe ni mwanga unaojua mwelekeo wake. Na kama mtu anahitaji ubadili utu wako ili akupende, basi anapenda toleo la kufikirika, si wewe halisi. Stoicism inakuambia, chagua kuwa halisi kuliko kupendwa kwa bandia, kwa sababu heshima ya kweli haianzi kwa watu, inaanza kwa kujiamini. Na kujiamini hakuwezi kushamiri ndani ya mtu anayejibadilisha kila dakika ili kutoshea matakwa ya wengine. Fahamu hili: maisha haya ni mafupi mno kuishi kama mtu mwingine, na kila siku unapoiga unakula muda wa nafsi yako ya kweli, na kila unapojinyima kusema, kutenda au kuwa vile unavyotaka kwa hofu ya kuwakera wengine, unawapa udhibiti wa fikra zako, ndoto zako na hatimaye maisha yako. Kwa hiyo, amka. Jikumbushe kuwa si kila mtu atayekupenda akikuona wewe halisi, lakini walio sahihi watakuthamini kwa kuwa mikweli. Na kama mtu anakasirika kwa sababu huigizi, basi mkasiriko huo si hasara, ni zawadi. Ni ishara ya kwamba umeanza kuishi kwa misingi yako, si kwa maoni ya watu. Kwa sababu mwisho wa siku, si kila mtu atasherehekea uhuru wako, lakini nafsi yako itakushukuru milele kwa kuwa mwaminifu kwake. Na hilo, kwa Stoic, ni ushindi wa ndani usioweza kunyang'aniwa. 6. Unahisi hatia unapoweka mipaka yako binafsi. Mipaka ni ukuta wa heshima. Ni mstari unaosema, hadi hapa na si zaidi. Lakini katika dunia inayotaka upatikane kila wakati, utoe kila kitu na ukubali kila hali, mtu anayeweka mipaka huonekana kama mkaidi, mbinafsi au hata mkorofi. Hii ni ishara ya 6 ya kwamba unadhibitiwa kwa hila. Unahisi hatia unapoweka mipaka yako binafsi. Wale wanaotaka kukutumia hawatakuambia wazi. Watakuonyesha tu huzuni yao kila unaposema hapana. Watakutazama kama vile umewavunjia moyo, ilhali ulichofanya ni kujilinda. Watakuuliza kwa sauti ya maumivu, mbona umekuwa hivi siku hizi? Na ukikosa msimamo, utajiuliza, labda nilikuwa makali sana, labda nilifaa kusema ndiyo. Kwa mtazamo wa Stoicism, hii ni hatari ya kwanza ya kupoteza dira ya ndani. Kwa sababu mtu asiyejua mipaka yake hawezi kujua thamani yake, na mtu anayeogopa kuweka mipaka anaishi akichomeka pole pole ndani ya ukarimu wa kulazimishwa. Seneca alisema, kila unapotoa bila mwisho, utabaki mtupu bila kujua ulianza lini kupotea. Stoic si mchoyo, bali ni mwenye busara. Anajua kwamba kusema hapana si ukatili, ni heshima ya ndani. Na kusema sitaki si dharau, bali ni kujua mahitaji yako halisi. Tafakari haya: ni mara ngapi ulijikuta ukifanya kitu kwa kulazimishwa, kisha ukajilaumu kwa ukimya? Ni mara ngapi ulitaka kupumzika, lakini ukasema sawa tu ili usionekane mvivu? Ni mara ngapi ulijihisi mkosaji kwa sababu tu ulichagua kujitunza? Wale wanaokupenda kwa kweli hawatakuchukia kwa sababu ya mipaka yako. Watayapokea maamuzi yako kama ishara ya mtu anayejua wapi anasimamia. Na wale wanaokasirika kwa sababu huwezi kuwapa kila kitu hawakuwa wanakupenda, walikuwa wanakutumia. Mipaka ni kama mlango wa nyumba yako. Haifungi kwa sababu unachukia watu, inafunga kwa sababu unapenda usalama wako. Na katika maisha,
Mlango usiofungika huvutia kila mgeni, hata wezi. Hivyo basi, kulinda nafsi yako si kosa, ni wajibu. Na ukihisi hatia kwa hilo, basi fahamu, hiyo hatia imepandikizwa ndani yako ili udhibitiwe kirahisi. Jifunze kusema hapana bila kujieleza kupita kiasi. Jifunze kuchagua bila kuhisi unakosea. Kwa sababu kama huwezi kusema hapana, basi ndio yako haina thamani. Na mwisho wa siku, mtu huru si yule anayewapa kila mtu kila wanachotaka, bali ni yule anayetoa kwa uhuru, si kwa hofu, na kuishi kwa moyo usiofungwa na hatia ya kujiheshimu. Saba, unahofia kusema kile unachohisi kwa sababu ya jinsi wengine watakavyochukulia? Kuna watu wanaishi maisha mazima wakiwa na kifungo kimoja cha ndani. Wana hofu ya kusema kile wanachohisi, si kwa sababu hawajui, si kwa sababu hawana maneno, bali kwa sababu wameamini kwamba hisia zao ni hatari, kwamba hisia zao zinaweza kufukuza watu, kwamba zikisemwa zitakataliwa, zitahukumiwa, zitachekwa. Hii ni ishara ya saba kwamba uko chini ya mtego wa udhibiti wa kisiri. Unanyamaza kuhusu hisia zako kwa sababu ya jinsi wengine watakavyozipokea. Hili ni gereza lenye ukuta usionekana, lakini linafungwa kila siku. Na kila unapodhibiti sauti yako ya ndani ili usisumbue wengine, unajenga ukuta mwingine. Mpaka siku moja, hujui tena nini unahisi. Unajua tu kujifanya. Unajua tabasamu la kujilazimisha, maneno ya kuridhisha na kimya chenye maumivu. Lakini Stoicism haikufundishi kuficha hisia zako, inakufundisha kuzitawala. Na kutawala hisia si kuzificha, ni kuzitambua kwa ukweli wake, kuziheshimu na kuamua kwa busara nini cha kusema, lini na vipi. Marcus Aurelius alisema, ukweli wa ndani ni sehemu ya asili yako, usiuhifadhi kwa hofu ya athari zake. Kusema unavyohisi si udhaifu, ni ujasiri wa ndani. Na mtu anayekuadhibu kwa kuwa mkweli si mtu wa kupoteza muda naye, kwa sababu dunia inapaswa kukusikia ukiwa wewe. Si toleo lililosafishwa, lililoogopa, lililonyamazishwa na matarajio ya watu. Tafakari hili, unapojizuia kusema naumia kwa sababu hutaki kuonekana dhaifu, ni nani unayemlinda? Unapojizuia kusema nakupenda kwa sababu unaogopa kukataliwa, ni nani anayepoteza? Unapojizuia kusema nimechoka kwa hofu ya kuhukumiwa, je, hiyo si aina ya kujitesa? Kwa Stoic, kusema ukweli wa nafsi ni tendo la heshima ya juu. Si lazima upeperushe hisia zako kila mahali, bali unapohisi, usifiche kile kinachokuumiza kwa hofu ya kupoteza wengine. Kwa sababu mtu huru anasema, hivi ndivyo ninavyohisi, hivyo ndivyo nafsi yangu inanena, na nikinyamaza ninajiwa kwa vipande vidogo. Nafahamu hili, hisia zako ni sehemu ya maisha yako ya kiroho. Zikisemwa kwa hekima huponya, zikifichwa kwa hofu huharibu. Na kila unapochagua kusema kile kilicho kweli kwako, hata kama wengine hawatakuelewa, unajifungua kutoka kwenye minyororo ya kuwa kivuli kwa ajili ya amani bandia. Kwa hiyo, sema. Sema ukiwa mtulivu. Sema ukiwa huru. Kwa sababu sauti yako ya ndani, ikiheshimiwa, itakupa maisha kamili. Na hilo ndilo lengo la kila Stoic. Kuishi si kwa sura ya nje tu, bali kwa ukweli wa ndani, kwa ujasiri usioyumbishwa na hofu ya kupoteza watu waliokujua tu kwa ukimya wako. Nane, unajikuta ukifanya mambo kwa kulazimishwa, si kwa uchaguzi wa kweli. Kuna tofauti kubwa kati ya kufanya jambo kwa hiari na kulifanya kwa shinikizo la mazingira au watu. Tofauti ambayo mara nyingi haionekani kwa nje, lakini ndani moyo hujua. Kuna wakati unatabasamu, lakini si kwa sababu una furaha, ni kwa sababu unahisi lazima. Unatoa msaada, lakini si kwa mapenzi ya kweli, ni kwa sababu hutaki kusemwa vibaya.
Unakubali ombi, lakini si kwa sababu linaendana na dhamira yako, ni kwa sababu umezoea kusema ndio, hata kama nafsi yako inapiga kelele ya hapana. Hii ni ishara ya 8 ya kuwa chini ya ushawishi wa kificho. Unajikuta ukifanya mambo kwa kulazimishwa, si kwa uchaguzi wa kweli. Na hapo ndipo tunapopoteza uhuru wa kweli, wakati matendo yetu yanachochewa na woga wa lawama badala ya nguvu ya dhamira. Stoicism haikuumbwa kwa watu wanaofuata tu mkondo. Iliumbwa kwa ajili ya wale wanaotaka kusimama ndani ya mafuriko ya matarajio ya dunia na kusema, sitaogelea kwa woga, nitachagua mwelekeo wangu. Epictetus alisema, kuna mambo mawili pekee unayodhibiti: matendo yako na mitazamo yako. Ukitia sahihi maisha yako kwa hofu ya watu, umeuza zawadi ya pekee kabisa, hiari yako. Tafakari, ni mara ngapi umejihisi ukaifanya kazi fulani, ukizungumza na mtu fulani, ukihudhuria hafla fulani, huku moyoni unajua, sikutaka kuwa hapa, lakini bado ulivumilia, ulijilazimisha, ukatabasamu, ukakubali, si kwa sababu ulikubaliana, bali kwa sababu uliogopa. Huo ni mtego. Watu hukuzoea kwa sura yako hiyo ya kujitoa kwa lazima, na kila siku wanakutegemea kufanya kile usichotaka, kwa sababu walishaona kwamba husemi hapana. Kwao wewe ni mtu wa kupatikana kila wakati, bila kuhoji, bila kuchagua. Lakini Stoic halali kwenye kifungo cha matarajio ya watu. Anaamka na kujiuliza, je, ninachokifanya leo kinatoka kwa dhamira safi au kwa woga wa kukataliwa? Kwa sababu ukianza kuchagua kwa dhati, dunia itajibu kwa mshangao, lakini wewe utahisi uzito ukitoka ndani yako. Na hiyo ndiyo faraja ya kweli ya kiroho. Kufanya kwa moyo, si kwa mzigo. Ni bora ukataliwe kwa kuwa mkweli, kuliko kupendwa kwa maisha ya kulazimishwa. Kwa sababu mwisho wa siku, maisha haya ni mafupi, na kuyatumia kwa njia ya kujikandamiza ni aina ya utumwa wa kisasa. Kwa hiyo, kabla hujafanya jambo, jiulize, nafanya kwa hiari au kwa hofu? Ninatenda kwa dhamira au kwa kujilazimisha? Na ukiona mizani imepinda kwa shinikizo, rudisha usukani mikononi mwako. Kwa sababu maisha ya mtu huru huanza pale anaposema, nafanya kwa sababu nimechagua, si kwa sababu nimepangwa. Unasahau ndoto zako polepole kwa sababu ya mahitaji ya wengine. Ndoto zako si mapambo, si hadithi za usiku wa manane. Ni ishara ya kina cha nafsi yako, kile ulichumbwa kuwa, si kile dunia inataka uonekane. Lakini kuna hali ya polepole, ya kimya, ya hatari. Unazisahau ndoto zako kwa hatua ndogo ndogo kwa sababu ya mahitaji ya wengine. Kwanza unahirisha, kisha unasema, nitafanya nikimaliza kuwasaidia. Halafu unajikuta kila siku ni ya mtu mwingine. Unajituma, unajitoa, unawajali, lakini ndani yako kuna ndoto inayopiga hodi, haipozwa, haithaminiwi. Hii ni ishara ya 9 kwamba unadhibitiwa kwa namna isiyoonekana. Polepole unapoteza maono yako kwa heshima ya watu ambao hata hawajui ukubwa wa ndoto zako. Stoicism haikuzui kupenda watu, lakini inakufundisha kutopoteza nafsi yako kwa sababu yao. Kwa sababu kila unapoweka ndoto zako pembeni kwa ajili ya wengine, unawafundisha kuwa wewe huna mipaka. Unawafundisha kuwa hamu yako si ya lazima. Na siku moja, wakikuangalia, hawaoni mtu mwenye mwanga wa kipekee, wanaona mhudumu wa matakwa yao. Seneca alisema, mtu anayeshindwa kuishi kwa ajili ya ndoto zake huishia kuwa mtekelezaji wa ndoto za wengine. Tafakari hili. Uliwahi kuwa na wazo na ndoto, hamu, lakini ukaitupa kwa sababu mtu fulani alisema haina maana. Uliwahi kuandika, kuchora, kuimba, kuota, lakini ukaacha kwa sababu maisha ya wengine yalikuja mbele yako. Siku zikapita, miaka ikapita, na sasa unakumbuka ndoto zako kama ndoto, si kama uwezekano. Lakini Stoic hujua muda ni wa thamani kuliko pesa.
Kila dakika unayotoa kwa wengine ni zawadi, lakini ukitoa kila dakika bila kubakiza ya kwako, unajigeuza kuwa kivuli cha utu wako wa kweli. Ndoto zako haziwezi kungoja milele. Zinaweza kukaa kimya, lakini zitasinyaa. Na siku moja, utakapoamka ukiwa mzee na mwenye kumbukumbu tupu za mapenzi ya kweli, utajiuliza, nilimpenda nani zaidi, wao au mimi? Kwa hiyo, jipende vya kutosha kuamini ndoto zako tena, jiheshimu vya kutosha kuzipa nafasi, na jithamini vya kutosha kusema, leo nitachukua hatua moja, hata ndogo, kwa ajili ya kile ninachokiamini. Kumbuka, si dhambi kusema hapana kwa dunia ikiwa unasema ndiyo kwa kusudi lako. Na hakuna mtu atakayekuja kukuambia, sasa unaweza kuanza kuishi ndoto yako. Ni wewe pekee, kwa ujasiri wa Stoic, utakaposema, sasa ni zamu yangu, na sitajuta. 10. Unajikataa ili kukubalika. Hakuna kifungo kinachumiza kama hiki: kujikana ili upendwe, kujifuta polepole ili uwe kile wengine wanatarajia, kucheka kile usichokicheka, kukubaliana na kile kisichokulingana nawe, kuvaa mavazi ya utu usio wako kwa hofu ya kutengwa. Hii ndiyo ishara ya 10 ya mwisho lakini ya kina. Unapoteza hali yako ya kipekee ili upate nafasi katika mioyo ya watu wasiokujua kweli. Huo ni mtego wa hisani ya uongo, kwa sababu kila unaposema niko sawa ilhali si sawa, unapoteza sauti yako. Kila unaposema sijali ilhali unajali, unachoma roho yako taratibu. Na kila unapojibadilisha kuwa kitu fulani kilicho mbali na nafsi yako ya kweli, unajifunza namna ya kuishi kwa sura ya wengine, si ya yako. Marcus Aurelius alisema, kama utataka kuishi kwa amani, acha kujifanya mtu mwingine. Na hiyo ndiyo roho ya Stoicism, kuwa wewe hata kama dunia haitakuelewa, kusema ukweli wako hata kama unapingana na mtazamo wa wengi, kutembea mwelekeo wa dhamira yako hata kama ni wa upweke. Fikiria hivi, ukiendelea kujificha, ni nani atakayemjua wewe halisi? Ukiendelea kujikana, ni lini utaishi kwa ukamilifu? Ukiendelea kujikandamiza kwa ajili ya kupendwa, upendo huo ni wa nani, ikiwa si wa mtu aliyekujua kweli? Hai dunia imejaa mito ya kukufanya ujilinganishe, ujibadilishe, ufuate, ukubalike. Lakini Stoic huchagua kutazama ndani kabla ya kusikiliza nje. Huchagua kuwa halisi badala ya kukubalika. Huchagua kuwa thabiti badala ya kupendeza. Kwa sababu haijalishi watu wangapi wanakushangilia ikiwa hawajui wewe ni nani kweli. Haijalishi una marafiki wangapi ikiwa kila urafiki umejengwa juu ya sura bandia. Na haijalishi unapendwa vipi ikiwa mapenzi hayo ni kwa kivuli, si kwa nafsi. Kwa hiyo, ondoka kwenye mtego huo. Rudi kwako. Kumbuka sauti yako ya kweli. Kumbuka ndoto zako, mipaka yako, hisia zako, na nafasi yako ya kipekee duniani. Jikubali, jithamini, na jipende kwa ujasiri wa Stoic, ujasiri wa kusema, hii ndiyo nafsi yangu, si kamilifu, si ya kila mtu, lakini ni yangu, na haitauzwa kwa bei ya kukubalika. Kwa sababu mwisho wa safari, kile kinachobaki si idadi ya waliokupenda, bali uhalisi wa maisha ulioyaishi. Kama umesikiliza hadi hapa, basi nafsi yako imepiga hodi kwa kweli, na moyo wako umesikia kilio cha ndani. Nataka kuwa huru, nataka kuishi kwa ukweli, nataka kujitambua tena. Kwa sababu hiyo ndiyo dhima ya ujumbe huu, kukukumbusha kwamba haukuzaliwa kuwa kivuli, haukuzaliwa kuwa mtiifu wa kila sauti ya nje. Ulizaliwa kuwa mwenye msimamo, mwenye kuona mbali, mwenye kuamua hata ndani ya tufani ya matarajio ya dunia. Tulichopitia ni zaidi ya maneno 10 ya tahadhari. Ni vigezo vya ndani vinavyokuambia kwa sauti ya upole, inatosha. Jitambue, jiheshimu, jikomboe. Na sasa unajua, unaponyamaza kwa hofu, unapojilazimisha, unapojikana, unajikosesha nafasi ya kuishi kwa uhalisi. Lakini unapochagua kujisimamia hata kwa maumivu,
Unajipa zawadi ya heshima ya nafsi. Hiyo ndio njia ya Stoic, si maisha rahisi, bali maisha ya ndani yenye uzito. Maisha ambayo kila hatua inachaguliwa kwa dhamira, si kwa shinikizo. Maisha ambayo unajua, ninaweza kupoteza mengi, lakini sitapoteza mimi mwenyewe. Kwa hiyo, chukua hatua sasa. Kaa kimya kwa ajili ya tafakari, si kwa ajili ya woga. Sema hapana kwa ajili ya uhuru, si kwa ajili ya ukaidi. Jichague wewe tena, kwa sababu hakuna zawadi kubwa zaidi unaweza kuipokea kuliko nafsi yako halisi. Na kama ujumbe huu umegusa kitu ndani yako, usikae kimya. Jisajili kwenye chaneli hii ili tuendelee kutembea pamoja katika njia ya hekima, uhuru wa ndani na maisha yenye mizizi. Kwa sababu hii si safari ya siku moja, ni mchakato wa ujenzi wa nafsi, kila siku, kila pumzi. Gonga kitufe cha kusubscribe, shiriki ujumbe huu kwa wengine, na kaa karibu, kwa sababu roho yako inastahili kutunzwa. Na hapa, tunaitunza kwa maneno yenye uzito na moyo wa Stoic. Hadi wakati mwingine, ishi kwa ukweli, tembea kwa ujasiri, na tulia kwa hekima.